lazima ziondoke. Na ninaanza hapo ili twende. Nitazitaja baadhi ya sadaka ambazo zimeibuka miaka 30 iliyopita. Ya kwanza, sadaka ya kuvunja laana. Hii kitu kwenye Biblia haipo. Nataka mnielewe. Sadaka pekee iliyovunja laana ni sadaka ya Yesu Kristo. Maana Biblia inaniambia, alaniwe kila mtu angikwaye juu ya mti. Tendo la kuangikwa Yesu, alifanyika laana kwa ajili yetu. Kwa hiyo mtu akikuhubiri toa sadaka ya kuvunja laana, huyo ni mganga wa kienyeji. Na ninaongea hivyo kwa sababu mimi nimezaliwa kwenye uchawi. Uchawi mzito. Hakuna Sumbawanga anayeweza kulingana na uchawi niliozaliwa mimi. Nisikilize. Laana haiwezi kuondolewa. Tena unajua watu waelewi maandiko. Hiyo laana ambayo Yesu anaiondoa ni laana gani? Sio laana ya babu, sio laana ya mjomba, sio laana ya kaka, ni laana ya Torati. Twende vizuri. Laana ya baba yako haina kazi katika Agano Jipya. Maana katika Agano Jipya Biblia inasema, Ezekiel 20:18, mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanae. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na laana na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Katika Torati ilisema wapatiliza watu maovu ya baba zao mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Usiishie hapo. Inasema kizazi cha 3 na cha 4 cha wamchukiao. Sio wote. It's not everybody. Cha wamchukiao. Lakini Yesu akisha kuja, sema amina. Amefanyika kila kitu. Pazia la hekalu lilipopasuka, njia ya kupaendea patakatifu ikawa wazi kwa kila aminie. Kwa kila aminie, to whoever believes. Na akaubadilisha aina ya ukuhani, kutoa kwenye ukuhani wa kifamilia. Yeye akaubeba ukuhani na kisha akaingiza ukuhani wa watu wote, priesthood of all believers. Hapa tunaongea theolojia. Tutaelewana tu wa Tanzania. You have to choose. Tanzania ichague uzima au kufa. Hakuna mjadala. Sasa uelewe, sasa hivi kila amtazamaye Yesu anaishi. Kiti cha rehema ni cha kukiendea. Na Yesu akatangaza, akasema, tangu zamani za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na mwenye nguvu individually anauteka. Plurality, inclusiveness, universalism haipo. Is personal. Unamwendea Bwana. Tuseme amina. Tuseme amina. Tuseme amina. Kwa hiyo wewe uliyetapeliwa hela, eti toa sadaka tuvunje laana. Laana gani ya babu? Laana ya babu yako haikuhusu wewe. Laana ya shangazi haikuhusu wewe. Laana ya mjomba haikuhusu wewe. Laana ya nani haikuhusu wewe. Hilo fundisho liko worldwide sasa, linaitwa generational spirit. That is not a good doctrine. Tunaelewana.
na ninashukuru kwa sababu tumeamua kuwa pamoja. Mahali pa kuanzia lazima tuanzie kwenye doctrine. That's the starting point. Mkishindwa hiyo mimi naondoka. Sibembelezi eti kaka. Yani lazima sisi tunaanzia kwenye fundisho. Hatuanzi kwenye kufanya kazi. Tukianzia kufanya kazi tutakuwa wa ekumene. Na ecumenism ni roho chafu, ni kahaba wa Ufunuo 17. Si tunaanzia kwenye hermeneutics. Upentekoste ni hermeneutics. Upentekoste ni fundisho. Upentekoste ni fundisho. Upentekoste ni fundisho. Upentekoste ni fundisho. Wish! Asante mwenyekiti kunialika. Unawaka moto. Shetani atatolewa hata kama alijibana kwenye viatu, atang'olewa. Amina. 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 Maana kuna watu wanadhani Pentekoste ni nini? Ni vuguvugu tu, ni harakati. No. Mtauharibu Pentekoste. Pentekoste ni fundisho. Pentekoste ni watu wa neno. Ungemleta mzee Shimba hapa ni mtu wa neno. Ungemleta hapa mzee Kulola ni mtu wa neno. Ungemleta hapa mzee Lazaro ni mtu wa neno. Ungemleta hapa Yusufu Matete ni mtu wa neno. Ungemfufua leo Halis Kapiga ni mtu wa neno. Ungewaleta wazee wote wa zamani. Hawakuwa na madigrii tulionayo leo, hawakuwa na ma-PhD tulionayo leo, lakini walikuwa watu wa neno. Leo tuna ma-PhD lakini neno halipo. Lazima turudi.